Hadithi: maisha ya kijiji Ukimia. Kijiji cha Ukimia kilikuwa mahali palipotulia sana, kimejificha katikati ya milima na misitu mikubwa. Jina lake lilitokana na utulivu wa ajabu uliotawala. Hakuna kelele za magari, hakuna makelele ya soko, ni sauti ya upepo tu na milio ya ndege. Watu wa Ukimia waliishi maisha ya kawaida, wakitegemea kilimo na ufugaji. Walikuwa watu wa amani, waungwana na watiifu kwa mila na desturi za mababu zao. Kila asubuhi, wanawake wangeamka mapema kuenda shambani au kuchota maji kisimani, huku wanaume wakielekea mashambani au porini kuwinda. Licha ya utulivu huo, kijiji kilikuwa na siri nzito. Palikuwa na sehemu ya msitu ambayo hakuna aliyeruhusiwa kuingia, msitu wa kimya. Waliojaribu waliwahi kupotea, na wale wachache waliorejea walikuwa wamechanganyikiwa, hawakusema walichokiona. Hapo ndipo hekima ya wazee ilipokuwa muhimu. Wao waliamini kwamba kuna mizimu waliolinda kijiji hicho dhidi ya mabaya kutoka nje. Lakini maisha ya kijiji yalibadilika siku moja, kijana mmoja jasiri aitwaye Juma alipovunja amri na kuingia msituni. Alitaka kujua ukweli, kwa nini watu wa Ukimia waliishi kwa hofu ya mahali pale. Alikuta kitu tofauti kabisa. Eneo la msitu lilikuwa na chemchemi ya ajabu, maji yake yakiwa na uwezo wa kuponya na kubadilisha maisha. Lakini pia kulikuwa na kiumbe wa kale aliyekuwa mlinzi wa chemchemi hiyo, si mnyama, si binadamu. Juma hakukimbia. Alizungumza na kiumbe huyo ambaye alimweleza kuwa kijiji kimekuwa kikilindwa dhidi ya nguvu za uharibifu, lakini kizazi kipya kinapaswa kujifunza namna ya kuhifadhi na kutumia nguvu hizo kwa busara. Baada ya siku 3, Juma alirudi kijijini akiwa mtu mwingine. Macho yake yaling'aa hekima na kila neno lake lilikuwa na uzito. Alifungua ukurasa mpya wa maisha ya Ukimia. Kijiji kilianza kubadilika, si tu kuwa na maendeleo, bali pia kuelewa mizizi ya utulivu wao. Watu waliishi kwa maelewano, wakitumia rasilimali za msitu kwa heshima na maarifa mapya. Na tangu siku hiyo, Ukimia haikujulikana tena kwa kimya tu, bali kwa hekima, mshikamano na maajabu. Mwisho, ungependa nikuandikie toleo la watoto, tamthilia au ushairi kulingana na hadithi hii?